وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا الحديث 42 وهو الحديث الأخير من هذا الكتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى. tunaendelea na hadithi ya 42 katika hadithi za kitabu hiki cha Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ambayo ni hadithi ya mwisho katika kitabu chetu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bihi. Hadha alhadith rawahu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu qala Allah ta'ala. Hii ni hadithu al-Qudusi. Mtume anasema, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibna adam, ewe mwanadamu, ma da'autani, innaka ma da'autani, hakika yako wewe hutoniomba mimi, warajautani, na kutaraji kutoka kwangu mimi kweli kweli, ghafartu laka, isipokuwa mimi nitakusamehe wewe, wala ubali, wala stojali, ala ma kana minka, yale yote ambayo umeyafanya wewe, wala ubali, wala sitojali jambo lolote, nitakusamehe yote uliyoyafanya. Ya ibn adam, ewe mwanadamu, law balaghat dhunubuka anana as-sama, laiti yafikie madhambi yako ujazo wa mbingu, thumma astaghfartani, kisha ukanijia mimi ukatubia kwangu na kuniomba msamaha, ghafartu laka, basi nitakusamehe wewe. Ya ibn adam, ewe mwanadamu. Allah anamwita mwanadamu kwa kumbembeleza bilutfin wa rahma, kwa upole na huruma, kwa kumwambia lau ataitani biqirabil ardi khataya, laiti utanijia mimi siku ya kiyama na ujazo wa ardhi nzima kuwa ni makosa, thumma laqitani, kisha ukakutana na mimi wakati wa hisabu, la tushrik bi shay'a, ukawa hukunishirikisha mimi na jambo lolote, la ataituka biqirabiha maghfira, wallahi nitakujia na ujazo mfano wa ujazo wa madhambi yako kuwa ni msamaha, na nitakuingiza katika pepo. Hadithi hii ni hadithun adhim من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ameipokea Mtume صلى الله عليه وسلم kutoka kwa Mola wake. وفيه 3 جمل, kuna mambo matatu katika hadithi hii. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu jami'a bani adam, Allah anawazungumzisha wanadamu wote. Fayaqulu subhanahu, ya ibn adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kisha jumla ya pili, ya ibn adam law balaghat dhunubuka anana as-sama, kisha ukanitaka mimi msamaha, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Na hapa tunatakiwa tujifunze kwamba tauba iko katika hali tatu, ina sharti tatu. An yuqli ala dhambi, mtu anapotubia kwa Allah tauba ya kweli, basi ajivue kabisa na ile dhambi, asifanye dhambi aliyokuwa akifanya. Wa yazima alla yauda ilayna, wakati wa tauba aazimie kwamba hatorejea kufanya tena ile dhambi, aazimie katika nafsi yake. Wa yandama ala ma hasala minhu, na ajute kutokana na yale ambayo yamejitokeza upande wake. Lakini jambo la tatu ambalo limetajwa katika hadithi hii, wa hiya a'zamu wa a'zamu, nalo ni jambo kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibn adam, ewe mwanadamu, innaka law ataitani biqirabil ardi khataya, laiti utanijia mimi na ujazo wa ardhi nzima kuwa ni makosa, umeniasi maisha yako yote, thumma laqitani, kisha ukakutana na mimi siku ya kiyama wakati wa hisabu, la tushriku bihi shay'a, ukawa hukunishirikisha mimi na jambo lolote, la ataituka biqirabiha maghfira, wallahi nitakujia na ujazo wa madhambi yako kuwa ni msamaha na thawabu. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tufahamu ubaya na ukubwa wa dhambi ya ushirikina. Hebu angalia, Allah anasema unijie na dhambi zote, lakini isiwepo shirki peke yake nitakusamehe. Lakini ikipatikana tu dhambi ya shirki na umekufa hujatubia, basi Allah hakusamehe dhambi hiyo. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innahu man yushrik billah faqad harrama alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika atakayemshirikisha Allah, basi amejiharamishia mwenyewe kuingia katika pepo, na makazi yake yatakuwa ni motoni, na hakuna wa kumnusuru dhalimu siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka wasi'ul maghfira ayuha almushrik, ewe mshirikina, tub ila Allah subhanahu wa ta'ala qabla ghargharati almaut,
tubia hivi sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufikiwa na mauti. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah anasamehe dhambi zote, Allah ni mwingi wa kusamehe. Lakini utakapokufa na shirki yako, basi ufahamu kwamba umejiandalia makazi mabaya. Allah anasema kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Kila unapoingizwa katika moto, ngozi yako ikamalizika, unarejeshwa tena katika adhabu ili uendelee kuonja adhabu. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Hakuna yeyote ambaye anayeweza kuhimili adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Onjeni, kwa hakika hatutowapa wala kuwazidishia siku ya leo ya kiyama isipokuwa adhabu. Unaposikia Allah anasema khalidina fiha, fahamu kwamba hayo ni maisha ya milele. Yaum au yaumain au thalatha, unafikiri ni siku moja au siku mbili. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Hakika ya siku moja mbele ya Mola wako siku ya kiyama huko akhira ni kama vile miaka 1000. Ka alfi sana ni kama miaka 1000 mimma ta'udun, kwa hisabu yenu ya duniani. Nas'alullah al-afiyya was-salama. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yubarika lana bihadha al-kitab. Allah tupe baraka zake kupitia darasa hizi ambazo tumezisoma. Allah tuhifadhi, Allah tupe manufaa, Allah tujalie tujifunze haya tunayojifunza, lakini tuweze kuyafanyia kazi. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ni sababu ya kutusamehe dhambi zetu kwa kusoma darasa hii na kusikiliza darasa hii. Lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akhiran an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.